tumia simu kutafuta masomo. Hawa walikuwepo hapa. Ile simu ya kaka, ile simu ya mama, niangalia nyimbo za injili, niangalia nini. Lakini wewe hiyo simu itumie kwa maendeleo, itumie kwa mafanikio. Unaweza hiyo simu itakusaidia ukafaulu mitihani vizuri. Amina. Amina. Kwa hiyo tuna upande mzuri na upande mbaya. Nimesema tangu awali, dereva yaamua aende kushoto au aende kulia. Kwa simu yako hii itumie kwenda katika mambo yaliyo mema. Haleluya. Hata wakieleza pale wewe pita. Sasa uwe na Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu ikija pale yasema Abayochi, nahitaji uende ndani uangalie kule ya Abayochi. Bwana msaidie sana. Haleluya, haleluya. Muulize jirani yako, mwalimu unamuelewa? Anasemaje? Kweli. Kwa hiyo vijana wanaiga mambo bila kuchuja. Roho Mtakatifu akusaidie unapoona mambo, chuja. Sio kila kitu kwamba ni cha kwako, hapana. Amina. Namba 2 tuko kwenye athari. Namba 2, kuongezeka kwa uasherati. Nimeshakuwa mfano hapo. Mfano video na pictures na maadili, mahusiano ya kiolela, hookup culture. Unakuwa katika mahusiano ya kiolela, mambo ya girlfriend, boyfriend. Tunayo mambo hayo sisi hapa, mambo ya boyfriend, girlfriend. Tunayo hapa. Tunayo shuleni huko. Sisi tunaishi kaka na salimia kaka yako kwa dada yako. Mwambie kaka ujambo, dada ujambo. Salimia wawili watatu hivi. Wawili watatu wasalimie pale, kaka dada wasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kaka na mambo ya boyfriend girlfriend havipo. Baada ya hapa, kama ulikuwa umeshaanzisha, vunja vitu vya kipumbavu hivyo. Mwambie huyo mpumbavu mwenzako kwamba Mungu amenikataza. Kila jambo na wakati wake. Tunasoma hapa, ninaona Bwana sasa kama sasa naweza nikakuoa. Mwambie uniangalie tu, ukishaniangalia nikariri. Baada ya chuo kikuu nimemaliza na kazi yangu, nitafute. Haleluya. Hapo mpe tahadhari, sio unaniangalia sana. Toa jicho, uzuri lisho. Toa jicho. Napo mtu anakuja kukutongoza binti, uwe mkali. Awe ni mwanafunzi, awe ni mwalimu, awe ni mtoto mtaani. Mwambie kila jambo na wakati. Kama unania kunioa, subiri ikimaliza wakati huko utakuja. Lakini mimi sio kwa kuolewa kidogo. Naolewa leo, kesho umeachika. Naolewa leo, kesho umeachika. Kuna wengine wameshatoa na mimi. Wakiana kwenye ndoto finalia. Ndoto za ajabu zinakuja kwa sababu ya dhambi uliyoitenda. Mungu amekupa nafasi nyingine leo. Tutakuombea upate neema, lakini usirudie tena. Yule mwanamke akaja akiomba na wale Mafarisayo. Wakamwambia tumkamate mwenye uzinzi. Lakini baada ya kuomba mwanaume, kisha jigo weka pembeni kabisa. Wakati kama huu, mwache Roho Mtakatifu atafanya kitu chake. Jingo usiweke kabisa. Wale Mafarisayo wamemkamata mwanamke, wanampeleka kwa Yesu. Kama wamemkamata kwenye uzinzi. Lakini mwanaume akwepo, wanamwambia sheria ya Musa imesema watu kama watu pige kwa mawe. Yesu akainama akachora chini. Akasema kama kuna mtu ambaye ana dhambi, awe wa kwanza kumtupia jiwe. Na hitaji usimhukumu mtu. Kwa vile sio naongea hapa kwamba wapo usimhukumu mtu yeyote. Jiangalie kwa umakini kwa neema yako. Wale watu wakajitafakari, wakaona wana dhambi. Na wimbo mmoja naupenda sana. Wimbo na mtumishi wa Mungu pale nani huyo? Sema naitwa Ibada. Ameongezea zaidi ule wimbo. Ni kwamba alipojiona mzee wa kanisa akaona anavyokuwa anafanya uchafu ule. Alipojiona mwana, alipojiona nani? Wote wakatimka kwa ile mama. Yesu anamwambiaje? Na mimi sikuhukumu. Enenda zako usitende dhambi tena. Pata neema ya kutotenda dhambi tena. Ninahitaji baada ya dakika chache hapa
Baada dakika chache hapa hiyo neema uipokee. Haleluya. Haleluya. Utoke kule jumla. Uwe na mipangilio na mikakati kama mimi ni mwanafunzi nahitaji kutimiza ndoto zangu. Si kutimiza ndoto zangu nimechanganya mambo. No.